wanasema wana ndoto, vijana wengi wanasema wana ndoto, lakini hawana elimu ya kutosha kwa habari ya namna gani wanaweza kufikisha zile ndoto. Pengine unaweza ukashare na sisi experience yako kutoka umeanza kujitafuta. Umesema ulikuwa kwenye kwaya ukatamani kumtumikia Mungu toka ukiwa mdogo kabisa, ukaona hapa namna sahihi ya kupita kuitafuta ile kusudi na ile ndoto ya kumtumikia Mungu nianze kwa udogo. Ukaanza ukaweka bidii, ukawa mwaminifu. Pengine unaweza kashare na vijana ambao wanakutazama, lakini na watazamaji wetu wafahamu ni jinsi gani ambavyo mtu anaweza kafikia ndoto, tukizingatia mfano ambao umetueleza wewe katika harakati zako mpaka hivi leo. Amina. Kitu chochote kikishaitwa ndoto, ina maana kuna changamoto kwenye kukitimiza. Na ukiangalia hata Mungu wakati anamtuma Yesu aje duniani, au wakati Yesu Kristo analiwa, haya yalikuwa ni maono ya Mungu kuja kuukomboa ulimwengu. Na ndio maana katika maono ya Mungu kuukomboa ulimwengu kupitia Yesu Kristo, hayakuwa rahisi pia kuyatimiza, kwa sababu Yesu alizaliwa, lakini walitokea wapingamizi wa maono yake ambao ni kina Herode. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ndoto yako itatimia kwa urahisi sana. Changamoto ni kubwa, ni nyingi. Hatutakiwi kukata tamaa. Vijana wengi leo wakiona changamoto chache au nyingi, wanaanza kuziangalia zile changamoto kwa jicho la kwamba zinawarudisha nyuma, na wanaacha wanachokifanya. Ulikuwa na ndoto ununue gari mwakani, umeanza kulima nyanya, ghafla unaona nyanya hazijakubali msimu huu, unaamua kugairi ndoto zako. Tunafundishwa kusimamia maono ulionayo mpaka yatimie. Haijalishi maono makubwa kiasi gani. Na maana ya kuitwa maono ni kwamba yanakuwa ni makubwa hata kuliko umri wako. Kuna muda mimi nakuwa na mawazo au ndoto kubwa kunizidi umri wangu. Na ndio maana kuna watu ambao wengine wakiniangalia wanaona, kuna watu wengi mtandaoni wananiambia kwamba mtumishi wa Mungu unafanya mambo makubwa kupita umri wako. Ni kwa sababu nina maono makubwa kupita umri wangu. Na hata vijana ambao wananitazama muda huu na sasa, nataka niwaambia kwamba kuna wakati hautakiwi kuwaza kwa uchache. Ndoto siku zote inatakiwa iwe kubwa ili uipatie bidii ya kutimiza. Ukiwaza madogo yatatimia madogo, ukiwaza makubwa yatatimia makubwa. Tangu utotoni mwangu mimi niliwaza makubwa, na hadi sasa yameanza kutimia. Kama ningekuwa niliwaza madogo yasingetimia. Na changamoto sio za kukimbia. Siku zote mtu ambaye ni hodari hakimbii changamoto, anapambana na changamoto. Na hata kijana anayetazama muda na sasa, nataka niambie kwamba kufikia hatua hii niliyofikia mimi leo, Mwinjilisti Festo Kiagulo, sio rahisi, ila nimefika kwa sababu nilikubali kupambana na changamoto. Na hata hivi leo simaanisha kwamba changamoto zipo, lakini naendelea kupambana nazo ili nipate kutimiza kusudi kubwa zaidi ambalo liko mbele yangu, kwa sababu naamini ya kwamba hatua hii niliyopo sasa bado naelekea kuzuri zaidi kulipo hapa. Amina. Tukizungumza kwa habari ya ndoto ya kwako, pengine unaweza kushare na sisi kwenye huduma kwa ufupi tu tufahamu ndoto ni nini hasa. Pale Mungu alivyokuita ulikuwa na ndoto gani na ambayo unaipambania mpaka sasa hizi kuhakikisha inatimia katikati ya maisha yako? Amina. Tunapoongelea swala la ndoto, maana wengi wanaweza wakadhani pengine ndoto ni ile ambayo mtu akilala usiku anaota pengine. Maana wengi huwa wanaota ndoto, wanasema na ndoto Mungu ameniwesha hiki. Kweli ni kweli kwamba kila mtu anachoota usiku ni ndoto hiyo anaweza kufanyia kazi kwenye maisha yake? Amen. Inawezekana kuna watu ambao wanaweza wakahisi kwamba kila ndoto ambao unaiota pengine ndio Mungu amekutuma. Hapana. Kuna muda ambao shetani naye anakuletea ndoto kwa lengo la kukujaribu, kwa lengo la kuharibu imani yako. Lakini ndoto ambazo nazungumzia mimi ni yale maono ambayo Mungu anaachilia kwako. Na nitakwambia pia, nitakueleza vizuri namna ambavyo unaweza kutambua kwamba hii ni ndoto ambayo Mungu amenipatia au ni ndoto ambayo ni ndoto ya kawaida tu. Amina. Kwa unapoota ndoto au maono, Mungu anaweza akakupatia kwa njia mbalimbali. Sio kupitia kuota ndoto usiku tu. Mimi hii ni njia tu ambao alisema na mimi Mungu na kuniambia ya kwamba utachunga watu hawa. Lakini kuna watu ambao hawaitwi kama nilivyoitwa mimi. Usikariri njia niliyoitwa mimi ya kwamba na wewe utaitiwa hiyo hiyo. Wewe unaweza kaitwa kwa njia nyingine. Kwa sababu tunapozungumzia ndoto au wito, uko wito wa aina nyingi.
Aina ya kwanza ya wito ambao Mungu anawachilia kwa mtu ni wito ambao mtu anaupata tangu kuzaliwa. Na ndio maana Mungu anasema nalikujua tangu tumboni mwa mama yako. Ina maana kuna watu ambao Mungu aliwachagua kuwa watu